Shalom, shalom wana wa Mungu. Na wasalimu katika jina la Bwana. Nilioko mbele yako mimi ni Bishop Paulo Macha wa huduma ya Jesus Calling Mission International. Ni mtume wa makanisa mbalimbali nchini hapa na nje ya nchi. Ninashukuru sana, nimekuwa na ujumbe ambapo nimefanya kidogo clip jana, lakini sasa nitahitaji kwenda na somo hili ambapo ni jambo la muhimu sana kwa kila mmoja, na nitaandika kichwa cha somo: ukombozi wa jina. Ukombozi wa jina. Jina ndio linabeba hatima ya mtu. Jina ndio litakupa heshima. Jina likijulikana, basi na wewe utakuwa umefanikiwa katika njia zako. Na ndio maana hata Yesu katika huduma yake alipokuwa akienda, alifika mahali akawauliza wanafunzi, hivi watu huniita mimi ni nani? Lakini wengine walisema Yohana, wengine wakasema ni mmoja wa manabii, wengine wakasema ni Elia. Lakini Yesu akaja akauliza, na nyie mnaniita mimi nani? Ndio akasimama Petro akasema, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Inamaanisha Yesu alikoko anajua kwamba jina likitambulika, basi yeye huduma imetambulika. Na jambo hilo la tupasa sana kwa kila mmoja kuliombea jina. Lakini jina lina madhara pia. Unaweza watu wanapewa majina ya babu, ya bibi, ya shangazi, ya wajomba, wakapewa na wale majina. Na majina yale yatachukua tabia yako kama ilivyo, kulingana na tabia ya yule mtu. Ndio maana tukasoma kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 6, tulisoma na ule mstari wa 4. Mhubiri sura ya 6 na mstari wa 4, Biblia ilikuwa inasema maneno haya. Naomba niyasome kwa mara moja, alafu tutaendelea na ujumbe huu. Katika kitabu cha Mithali, Mhubiri sura ya 6 mstari ule wa 4, Biblia inasema, yaani huyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Nalo jina lake limefunikwa giza. Jina likifunikwa giza, huwezi kupenya mahali kokote. Kitakachokutambulisha ni jina. Hata ufanye biashara, kitakachotambulisha pale ni jina. Ufungue huduma, kitakachokutambulisha ni jina. Lile jina, ukiwa na nguvu, ukiwa na fedha, jina litakutambulisha. Nikasema wako watu wameitwa, vijiji vimeitwa kwa majina yao. Utasikia kwa Mrefu, utasikia kwa Ngulelo, utasikia kwa Shabani, utasikia Sanawari, utasikia wanasema, wanaweza wakaongea majina mengi. Ukasikia Mbauda. Mimi nisikia Mbauda, nikasema Mbauda maana yake nini? Nikaulizwa kuna bibi hapa, nikakuta bibi mmoja kabisa mzee, lakini ndio anaitwa Mbauda. Eneo lile likaitwa Mbauda. Kwa hiyo ni jina. Jina linabeba hatima. Linabeba hatima. Hata wewe unafanya kibiashara, hata kama unauza mchicha, hata kama unafanya biashara ya maziwa, utasikia yuko mama fulani ana maziwa yake mazuri, anaitwa mama fulani. Utasikia namna ile jina. Kwa hiyo tunatakiwa sana kuliombea jina, lakini pia kulikomboa jina. Kwa njia hiyo nitaongea maneno fulani. Wakati Mungu anataka kufanya ukombozi kwa Ibrahim, kwa sababu kwa Ibrahim baba yake aliitwa Tera. Tunasoma hivyo katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 11 na ule mstari wa 27.
Biblia inasema, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abramu na Nahori na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akafa kabla ya baba yake. Tera naye katika nchi waliozaliwa, yaani uhuru wa Wakaldayo. Yaani katika kizazi cha Ibrahimu walikuwa watoto watatu, ambapo hata kile kizazi akikuendelea anazaa mtoto mmoja Lutu, baba yake tu anakufa, anamwacha hata baba, kwa sababu kilikuwa ni kizazi kimebeba mauti, kimebeba umaskini, kimebeba miungu. Tukisoma namna hiyo, ndio utaona sasa kwenye kitabu cha hiyo Mwanzo 12 na mstari wa kwanza, Mungu anaanza ukombozi kwa Ibrahim. Anataka mbariki Ibrahim. Kitu cha kwanza anamueleza Ibrahim hivi, Mwanzo 12 mstari wa kwanza, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Mstari wa pili, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Na kulikuza jina lako uwe baraka. Unaona kitu, Mungu anaanza kufanya ukombozi kwa Ibrahimu. Anaanza kumtoa katika nyumba ile, nyumba ya miungu ya Tera, ambao ndio ilikuwako imekamatwa na roho ya utasa, roho ya umaskini, roho ya miungu. Anamtoa pale, alafu ili ampe sasa kwenda na ambariki. Kwa hiyo ukombozi wa nyumba, ukombozi wa jina ndio unaanzia hapo. Mungu anaanza kuikomboa nyumba yake. Basi tutaendelea na ujumbe huu wakati pia tutakayokuwa tumejipanga vizuri. Nitakukaribisha uweze kuendelea pamoja nami na uweze kupata kitu na kuwapa wengine. Ninayeongea nawe ni Apostle Macha wa huduma ya Jesus Call Mission International. Namba yangu ya simu ni 0769 400 lakini na ingine ni 0742 000094. Mungu akubariki, akuinue na ukaongezeke kwa jina la Yesu. Amen.